Watumishi wa Bwana mwaona mtu hapa elekea kumbira pale kwa ajili ya kuna kanisa letu pale na matatizo. Haya, wanaandika kichwa cha somo mtu wa haki. Mtu wa haki aliyeokoka anahitaji kuwa mtu wa haki, mkweli, mwaminifu, mtakatifu. Mtu wa haki. Twende wahubiri, wasomaji pamoja nami, Mtakatifu Magusu. Tuombe Ezekieli 22:30. Mtu wa haki. Ezekieli 22:30. Mtu wa haki aliyeokoka ndio peke yake ni mtu wa haki. Asiyeokoka haipo hata kidogo. Ile inatamkwa tu. Lakini aliyeokoka anahitaji kuwa ndio haki. Twende 22:30. Ezekieli 22:30, neno la Mungu linasema, ndio, nami nitatafuta mtu miongoni mwao. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayenitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu. Lakini sikuona mtu. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Amen. Ezekieli analetewa taarifa toka mbinguni kwamba watu wote Israeli nalikuja kwao. Nilipokuja kwao wote wakawa kwangu. Yesu alishuka pale Israeli akalibariki taifa la Israeli mpaka leo. Hata kama kuna uovu mkubwa, lakini sauti ya Mungu bado hatujaisikia nyingine ya kutangua kwamba ile taifa kwa kweli limeniacha, nimewaacha. Ni kuonya tu. Ukifanya hivi tutawapiga. Ukifanya hivi tutawapiga. Ukifanya hivi tutawapiga. Yeye anamwambia Ezekieli, katika taifa hilo nimetafuta mtu mmoja mwenye haki anayekumbuka kwamba nimelitakasa, nimelipenda taifa hilo. Akasimama mahali palipobomoka, maana yake kwa walioharibika, walioiacha njia, ili awatengeneze wenzake. Anasema sikuona, kwa hali hiyo nimeacha akiba. Siku atakapokuja kuangamiza ataanzia huko kwa Israeli. Kwa hiyo Bwana atashuka pale pale Israeli. Sasa anasema, ndio maana mnaona katika vita pia vinavyopigana hivi, Wapalestina wanakufa wengi, Waisraeli wanaona kama bado hawajakufa. Lakini akifa Mwisraeli mmoja wawili, wanasikitika na wanaamini moja kwa moja ameenda mbinguni kwa sababu ya ile haki. Hasa haki ya Kristo hapa hakuona mwenye kusimama na haki. Alikuja kupatikana mtu mmoja baadaye wakati wa Musa, anaitwa Yoshua. Wenzake walipoharibika, wameacha njia, alisimama yeye akasema, hamkumbuke alivyotuambia Mungu kwamba twende tu, tutakutana na magumu lakini tutafika katika nchi ile. Mbona Mungu alituambia bila shaka Bwana atatushindia. Ninyi sio panzi, ninyi ni watakatifu wa Bwana. Ninyi endeleeni, tutauona wokovu wa Bwana katika nchi ile, tutakula vilivyomo, msiogope hao majitu. Aliwatia moyo Yoshua, akasimama hapo palipobomoka, akasema mpaka leo kwa ushujaa na imani Yoshua tutakuta pale mbinguni, kwa imani na ushujaa aliyokuwa nao na haki aliyokuwa nayo. Anawatuliza wenzake, wanasema si panzi, sisi ni tumedharauliwa, sisi hatuna hela, sisi sijui tunasoma, sisi hatuna hiki, wenzetu wana magorofa, sisi hatuna magorofa, mbona wenzetu marefu? Yeye anasema tulieni, tutauona wokovu wa Bwana. Atulia hata mmoja wetu, tutafika bila shaka kama alivyotuambia Mungu. Yoshua aliwatuliza. Huyu alikuwa mtu wa haki. Yoshua aliwageukia tena kuhusu hela. Mnaposema hamna hela, jamani, tulieni. Yoshua 1:10. Tulieni, tutapata kumiliki, tutamiliki
damu. Wanangu, vibinti vipo siku zote, viacheni. Wavulana wapo siku zote, waacheni. Tulieni, mwambieni Bwana. Utafika wakati wa wewe kuwa na wakwako. Na wewe mlioana, tulieni kwa Bwana. Dhambi sipo tu. Kitu mapenzi kilianza zamani, tokea enzi ya Adamu na Hawa, na hata sasa mapenzi sijui yapo, na wala wewe huwezi kuyamaliza. Amen. Achana nayo, uwe mtu wa haki, ujilinde. Ukiachana na dhambi, ukijilinda, ukiwa na haki, hata kama ungejionaje wewe, Bwana atakaa kwako. Hakika utakuwa mtu akutuliza. Kale kadogo kale kanapenda kusema kila wakati akakabili yake kabea tu. Yaani wewe waza kazi kushuhudia ni nani. Kwa mfano, mnampa eti afanye kuabudisha huyu wapi na wapi. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za mlipuko. Kuabudu na wewe usiabudishe. Wapo wengine wanaoweza kuabudisha. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna anakulia. Wapo na wenyewe wafanye. Mnamwambia abudu, leo sijui mimi tumeabudu. Nimeona hata ndugu zangu akina Roheli hapa alikuwa anauma midomo. Wote tumeuma midomo. Leta mtu mwenye kuabudu mpaka mkumbuke pia mwabudishi vijana. Wapo hata wamama, wa baba, wa bibi, watu wazima. Tuabudu twende wote kwa pamoja mpaka tukuse mifumo. Ukitaka mlipuko mwite John. Tuende. Kila mtu ana sehemu ya kinombo ufanye hiki, kinombo ufanye hiki. Usifikiri ni Biblia. Wewe una uwezo na roho ya utii wa kufanya hapo. Wewe mwingine ukisema fanya, anakuambia wewe ndo anakula zake. Mwenye roho ya utii ya haki atafanya. Na leo hii wapendwa wangu, katika maombi tuombe sana. Yale yaliyotokea nyuma msifikie ameisha katika nchi yetu. Tuombe. Walituimbia wale wale wa Ufunuo, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina lako watajinyenyekeza na kuomba, lakini Mungu wao atashuka toka mbinguni. Shuka Bwana atuokoe. Atashuka ukiita wenye haki. Kuna kaponti kamoja hapa kanataka kuleta shida kwenye nchi. Hata sisi tutashindwa kuabudu. Sisi watu wa haki tuweze kumuita Bwana. Msajili wa vyama anasema nafuta Chadema anasema jaribishi. Nini kinatokea? Unajua watu wanasikia tu vienyeji tu. Eti hapa anaongea ni wao. Midomo tu. Biblia inasema ulimi unaweza kawasha moto. Kilichoanza nini? No election itatiki. Si mnakumbuka? Chama tawala kilisema itatiki. Wapinzani walisema tunaposikia tu sauti kidogo tunasikia sikika. Sisi tusiache mmoja, wawili, watatu kanisa tuombe ili kuzimisha moto, tuendelee kuwa salama. Hata kusali hapa tusali sana. Kusali kuna watu wengine niwabariki kweli. Niliwapenda sana. Walikuja kusali huko. Akina mama Ibu wale. Kaimara kabisa. Wakaja kuomba wenyewe wasikiche mabomu. Wengine mbona mjaje kanisani? Wewe hujasikia mabomu. Mbona wengine wamesali? Mama nashukuru sana kwa majasiri sana. Wewe ni mtu wa maana sana. Wewe ni mtu wa haki kisha okoka. Ila usitende dhambi. Unaweza kufanya jambo lolote. Mimi nimewaambia hivi. Juzi nimeenda pale. Kakakamata kabinti. Wewe binti wewe. Natembea pale. Watu chungaji, unaongozana na nani? Na askari. Kumbe ni mtoto wangu. Baba yake ni mchungaji, rafiki yangu pale Msoma. Ndio kukaa kituo hapo. Hapa nasema baba, niombea kitu nataka kuolewa. Sasa unaweza kumuoa hivi, si unaogopa mkwanda kwamba ni askari.
Na yeye hajaolewa, wanaogopa watu kwamba ni kabiti katulivu tu hapo kanisani pale, kanisa letu pale, lakini watu wanakaogopa eti kwa sababu ya askari. Ndio maana hata hao msiwaogope, wale mabinti hao wapo kwa ajili ya kuolewa. Andika. Andika moja bwana. Imani Bwana asifiwe. Ila usioe mtu asiye na haki. Angalieni watu wa kuoa, msioe mapaka ya mtaroni. Litakung'akia. Oeni humu kanisani. Olewa humu kanisani. Na kama unamuogopa kumwambia binti mfulana kwamba mimi unanisumbua usiku kwenye ndoto na kukupenda, niambie mimi nitamwita. Ninyi wa mama, wa baba, msiogope mkajifikiri nyinyi ni wanyonge kwa kuliumbwa ukiwa mwanamke. Wewe ni jasiri. Mbona tunaona wanawake wengine wanasimama unakuta ni jasiri. Anaanza kufundisha na wenzake, anaanza kuongea na wenzake, anaanza kusema nimwambia kama alivyofanya mama Samuelia. Mpaka utakuta mtu amefiwa na mama yake, amefiwa na baba yake. Mpaka ni mama linasimama. Tulikuwa na mama watu sio aliyefariki pale. Amekufa mume wake, amekaa hapa ukutani. Amekufa mume wake. Pole nikahubiri akasema asante kakaangu. Kwa kweli ndio aliyetushuhudia. Akainuka pale. Akasema akatembea kama mwanaume. Jamani, wokovu ni lazima. Amelala mwenzangu na mimi namfuata. Mimi niko nyuma yake, lakini tunaacha nini katika ulimwengu? Tunaacha nini? Ni mama limefiwa. Wewe unabaki kwa wewe hujafiwa. Nani hajafiwa? Tumefiwa wote. Nimeenda kwenye msiba wa mama, mimi ndio nilisimama kuhubiri. Shida iko wapi? Nimetoka hapa Bekufu, nikahubiri Jumapili. Sisi vitu gani tunakosa ujasiri si namna gani kama tumeambiwa taarifa kwamba wote tutakufa? Shida iko wapi? Tukaje? Nimefiwa, lakini leo Jumamosi, nimefiwa. Sasa kesho nasali kwanza ndio niende, na tutampata leo. Ukisema sali kwanza, hujaifiwa. Hiyo ni roho ya hofu ya kutokujijua. Ukiwa mtu wa haki, niliwaambia siku moja, sikizeni, kuna watu tulipokuwa hapa Mwanjewa, watu wakaenda watatu, walienda kule mlimani kule, wakasali kule siku 3. Mtoto akafa huko nyuma, mtoto wa yule mmoja alienda kuomba kule akafa. Watu wamekusanyika na sana mzuri, babake wako mlimani kule kuomba. Akasema tutaona hapa anatusumbua eti kuomba. Na wakati huo wokovu ulikuwa hauko kama sasa, ulikuwa wa nadra sana. Wanakuja hapo na hawajana, wanaangalia vione hivi vimbo hivi. Tukaneni tu, Bwana wetu ni wa kukuinua tadharauliwa. Akaingia, mtoto wako amekufa. Kijana yule akaenda moja kwa moja kwenye chumba kule alikomlaza mtoto, na wale watatu wawili wale wenzake akamfuata moja kwa moja. Tatizo wokovu wa sasa hivi ni wa kujisifia, ni wa kujifanya, ni wa kuzikwa wajawanizike, lakini wale wangangali kwamba naenda mbinguni nadra sana. Sasa wenye haki ndio hawa na wasema kama Ezekiel, na kwamba alifika pale tukazunguka kitanda. Baba, ndio maana mimi nawaambia kila siku, sio mambo ya kulalamika. Tulikuwa kukuomba wewe kwenye utumishi. Huyu amefariki na huko nje wanatutukana. Kwa nini mtoto amefariki wakati sisi tuko kule? Tunaomba shetani arudishe roho yake. Kasikia mtoto kanaamka. Kukaamka walitawanyika hapa kasa. Wanakule hapa. Wakaongea na kimkisi. Barosi. Yaani wachawi. Kutoka pale ujasi ndio kanisa likaanza, watu wakaanza kuokoka kwa ushuhuda huo. Sasa kanisa la leo lenye haki halipo. Ushuhuda mkubwa ungekuwa unapatikana kwa watu wanaokoka wenyewe. Watu wetu tungebeba haki, tukatembea nayo mitaani, ofisini, kazini, shuleni, biasharani, nyumbani kwetu, mitaani, watu wangeona haki. Leo wanaona wanaoyafanya wapagani na sisi yanafanyika kwetu.
Maana yake nini? Mungu yuko tayari kumwona mtu wa haki. Tunamwona mtu mmoja alitenda haki japo alikuwa mwovu, tunamuita Rahabu. Ile Yoshua 2:1 tusisome, lakini Yoshua 2:1. Rahabu aliamua kuwatunza watumishi wa Bwana, akafuata haki ya kutunza mpaka kanisa likajengwa pale mpaka leo kule Yeriko. Rahabu anasema mpaka leo anahubiriwa aliyekuwa kahaba, alipoigeukia ile kugeuka uovu kaja kwenye haki. Ile haki, uwe mtu wa haki, uwe mtu wa haki, sio mtu wa mahasira, sio mtu mkorofi, sio mtu mwenye kujidharau, sio mtu mwenye uwe mtu wa haki kazini, uwe mtu wa haki kanisani, uwe mtu wa haki biasharani, uwe mtu wa haki. Kama viazi vya wenzako vimeisha, usiibe vya wenzio kwamba vyangu vimeisha. Uko sokoni, muuze kwa haki. Kanisani uwe na haki. Usimwibie na zaka Mungu. Wewe unasali mtoi zaka, unamwibia na Mungu kanisani. Uwe mtu wa haki. Biblia inasema hata wakiwanenea neno baya, wenyewe watageuza matendo. 4:15. Matendo ya Mitume 4:15. Neno la Mungu linasema, wakawaamuru kutoka katika baraza, wakafanya shauri wao kwa wao wakisema, tuwafanyie nini watu hawa? Hao watu hao wenye haki yao tuwafanye nini? Tuwaue, tuwafunge? Wameokoka, wamesimama na haki. Maana ni dhahiri kwa watu wote wa Yerusalemu ya kwamba ishara mashuhuri imefanywa nao. Ishara na miujiza imefanya na wao, watu wameponywa. Lakini neno hili lisije likaenea, basi akasikia wengi wakaokoka. Na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu, sikiliza, hawakwenda shule, hawana hekima, hawajasoma. Sikiliza walichojibu, wamejaa Roho Mtakatifu, walikuwa watu wa haki, walikuwa wameelewana Roho Mtakatifu, walikuwa pamoja na mambo mengi ya miujiza. Kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko tuwasikilize ninyi. Hukumuni ninyi wenyewe. Bora mtufunge mtu. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Nao walipokwisha kuwatisha tena, wakawafungua wasione njia ya kuadhibu kwa sababu ya watu, na kwa kuwa watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa hayo yaliyotendeka. Unaisikia haki? Haki na kutoa gerezani, gereza la shida. Haki na kutoa kwenye laana, haki na kutoa kwenye... Ogopa sana mtu anayeongea kulaumu, alafu huyu kanyamaza kimya, anaitika kila jambo. Ogopa sana. Wewe unaongea alafu hakujibu lolote. Unaongea hajibu lolote. Ni hatari. Hawa anaongea moja tu, hawa anaongea mawili. Ni hatari sana. Uwezi baadaye atajibu nini? Au nyamaza moja kwa moja. Mungu atamjibia huyo. Kuliko na wamemaliza, ndio. Yameisha. Sasa amefanya nini? Sasa baadaye Mungu atakuja kumjibia yeye sasa. Mungu jamani, kuna wamama wana imani sana. Unakuta mume wake amekosa hela, yeye mwenyewe ana hela, chakula hamna. Sasa utakula nini? Mungu unaendelea, kumekucha. Unakuta mwanamke wa imani ameinjika sufuria, ajui mchele unatoka wapi, hela hana, ameweka tu sufuria pembeni, ameweka mwiko, amna chochote. Mwanaume uelewe sasa, sijui ni nini uko naangalia. Ukienda tu kumdai mwanaume, wewe nipe hela, si utoe hela, mwanaume atakalo kujibu atakwambia mpuzi wewe. Maana kuna mwanamke mmoja alienda kumdai, akasema, kwa nini wenzangu wote wanazaa, mimi sizai, nipe mtoto, kwa nini umeshindwa kulipa mtoto? Anamtamkia nani? Mume wake. Mume wake akamwambia, ni mmoja wa wapumbavu aliyekuambia nagawa watoto, mimi ni nani? Yana akafikia akapata jengo, mwisho akasema kumbe ni Mungu. Akaenda kwa Mungu. Nani Raheli?
Akasema, Mungu, angalia mke mwenzangu, angalia wale wanapata watoto, mimi sina hata heshima, nitakutolea na sadaka. Akalia utaratibu, akaenda kwa Nebdai, akatamka nitakutolea na sadaka. Ndio kupata mtoto, lakini alipoenda kumdai mume wake akaamria neno lote la heshima. Tuache kulalamikiana. Wewe ukiwa na haki, simama na haki. Wewe unakuwa kanisani kabisa, unakuwa na wanaume unaotembea nao, unatembea na wanaume kabisa, limama kabisa, limama, na umeolewa, una mitoto mikubwa, unatembea na wanaume na umeokoka, utaipata wapi yake? Uko na sana nampenda Yesu, nenda kanisani, uko natembea na wanaume na wajua mlioko, wanijua vema Bwana. Kuna wengine wametembea na wanaume huko, baada ya kutembea na wanaume akajirudi wenyewe, wamo kanisani wanasali kwamba kwa kumuona hakuna aliyemuona, ndio kupiga makofi. Kwanza tumekuona, pili Mungu amekuona, tatu kashoti mwenye kiroho. Ya nini? Ezekiel. Nani huyu? Ezekiel. Isaya, hebu tumuone Isaya. Isaya 38. Mwenzetu alikuwa na akili. Mtu wa haki hata kikosea Mungu anajirudi, mchungaji niombe, kuna mahali nimekosea, Mungu nisamehe, kuna mahali nimekosea. Leo unakosea, unaendelea na mambo, wewe unakosea. Wababa, tuacheni hizo tubinti. Tupo twingine tunakuja nyuma twekundu, twingine twa blue. Tuache, fuata haki. Uwe na haki, Mungu akutetee. Uwe na haki ili tukienda mbinguni tukakutana na Baba. Soma babangu. Soma Ezekieli 38. Isaya mstari wa kwanza. Siku hizo Hezekia 38 mstari wa kwanza. Akawa katika hali ya kufa, mwana wa Amos akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana, akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi. Nimekukosea. Kumbuka aliyoyafanya mtu wa haki, anamkumbusha Mungu wake aliyoyafanya huko nyuma. Hayo wewe unamkumbusha nini Bwana wakati unamuudhi kila siku? Kumbuka niliyoyafanya. Nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Kweli nimetembea na wewe, sijajichanganya. Na kutenda yaliyo mema machoni pako. Na nimetenda mema. Hezekia akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamwijia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu. Basi unasikia kazi kuwa mwenye haki. Hezekia alimkosea Mungu, hata alipomkosea akajiweka wazi mbele za Mungu, kweli nimekosea, lakini unipiga kwa hili tu. Kumbuka nilivyotenda mbele zako. Akamhesabia Mungu. Yuko peke yake, kusema mgeukea ukutani, maana alijitenga peke yake, hakuangalia makundi ya watu, alijitenga. Anasema kumbuka Mungu. Wewe utamkumbusha nini? Wewe mtu wa haki, una uwezo wa kumkumbusha Mungu. Kumbuka nilivyokwenda mbele zako kwa ukamilifu. Yaani sijawahi kujichanganya, ni hili tu la leo limenichanganya, ndio nipigie tu hili. Kumbuka nilivyotenda, matendo yako wewe yakoje. Kumbuka. Akageuka akalia sana peke yake. Mungu akakumbuka akasema, hakika yeye ni shujaa, nitakuongeza miaka mingapi? 15. Na watu wako utabarikiwa na familia yako. Leo hii dhambi za wapagani,
dhambi za wakole tunaona tu kitu cha kawaida, watu wanaendelea na dhambi. Imekuwaje mwanaume una mke unaenda kufanya uzinzi kwa mwanamke mwingine? Chafu. Haki haipo. Binti kabisa. Mwalimu hapa anawawekea uhuru ambapo hakuna mchungaji mwingine anayewawekea uhuru kama unawawekea uhuru. Kwamba hata kama unampenda fulani, njoo niambie mimi. Haya, hakuna mchungaji anayejiandika hivyo. Bado hamsikii. Uende kwenye dhambi. Kijana, njoo niambie. Mchungaji, mimi nateseka na binti huyu. Tumwambie. Tukupe na njia. Kwamba kama uko mwaka wa kwanza usihangaike na wanawake ndio tukuombee kama itoke. Mwaka wa kwanza sio wako wewe mtoto bwana. Makamasi bado hapo. Shanga mtu sasa nimechumbia huko langa. Sasa hivi niko form 4. Ila kwa heshima tunasema first year. Lakini kwa kawaida ukisema tu kwa lugha tu yenye nyepesi ya chini ni form 1. Mwaka wa kwanza wewe kama form 1. Yaani ni huko chini kabisa, yaani ndio naanza. Japo wanatutumwa sana hasa walimu na madokta, manesi. Akienda tu nesi tu anakanyaga tu pale msajiliwa. Dokta. Anaitana dokta. Ameanza tu ana ripoti nesi. Mwalimu akifika tu kwenye chuo cha walimu, mwalimu. Yaani mwalimu. Ni sawa, ni roho ya unabii. Unaitana huko kwa sababu ya fani yako. Sasa wewe uliokoka unaitwa nini? Umetoka kuokoka, kama tumemwombea sana atoka tumwite. Kiroho festi. Kikawaida Mkristo mpya. Lakini alianza zamani kutumika mtumishi mkubwa tu. Na Biblia inasema mtu akisha batizwa tu huyo tayari amekuwa, yaani akikanyaga tu mkambatiza. Huyu anaimba kwaya, huyu anashiriki meza ya Bwana, huyu anatoa fungu la 10, huyu anachaguliwa uongozi. Maana alama yetu ni kwamba ni yule anayesali bila wokovu. Huyu ni mshirika mchanga, ni mtoto mdogo. Akibatizwa tu ni mtu mzima, anatakiwa afanye mambo yote ya kikanisa. Usifanye mambo mengine kama ni mapambo ya dini, hapana. Ezekia anasema kumbuka. Yeremia 5 mstari wa kwanza anasema kumbuka. Na wewe una kitu gani cha kusema kumbuka ukiwa mwenye haki? Mwenye haki mambo gani unayofanya? Yaani huko unawagandua watu wachawi, unawagandua watu wabaya. Sikiza hicho kumbana nacho Roida. Huyu mke wake amewakuta madaktari waliokoka wenye haki. Amefika pale kujifungua kwake ni shida, lakini wakana namwambia mambo ya Mungu. Yaani mpaka wanampa imani kwamba inawezekana tu kupasuliwa, hapana, lakini inawezekana tu. Utajifungua tu, anaangalia wanamtia moyo. Akasema na ukijifungua kimbia kanisani kamshukuru Mungu. Unaona? Hiyo ndio tunataka nyewe mlioko hospitali ndio mwape hao. Waseme tu ukimkuta jaili hospitali umefaulu. Siku moja hapo Mbeya Day wanaenda kufanya mtihani form 4. Wamekaa kufanya mtihani, binti mama kijana anaona alikuwa binti sio, anaona pepa jeupe tu, hamna maandishi. Wanaandika, msimamizi wewe andika, mwalimu sioni, yule msimamizi haoni. Wenzake wakasema angekopomea. Mimi alikuwa mzee wetu wa kanisa hapo Nzovu. Yule ndio alikuwa anawaombea pale shuleni. Anawashauri, anawaombea. Sasa kwenye kusimamia naye wamempanga kwingine, hapo amepanga. Angekopomea, akitoka nje maandishi yanaonekana. Akiingia kwenye mtihani maandishi hamna. Si ndio ya yule jamaa yetu nimemsahau na jina aliyemchagua Magufuli.
kumwapisha. Ulikuwa waziri, anasoma, anayaona, kufika pembeni hapa hayaoni. Ashapumzika baba, rudia, futa matongotongo haya, soma. Nitatumikia taifa langu kwa uaminifu. Sitaka. Rudia. Huko wanafuta. Nyie mnafikiri tu hivi wanafuta. Kuna vitu vingine, mtu mwenye haki, unataka kuinuka kiuchumi, unataka kuinuka kicheo, unataka kuinuka katika shughuli zako, unakuta tena unarudi pale pale, uone vitu vinakwenda. Ni kwa sababu tu kuna watu wanafuta jina lako, wanafuta nyota yako, lakini nyota ya mwenye haki haifutwi. Wanajaribu kuja kukuchungulia, wanaona giza. Ndio maana nasema hivi, hangaika na kazi ya Mungu. Nimempenda sana jamaa yangu. Wakati anafika hapa nilimuona tu kama mtu mdogo tutawana, lakini walipokuwa na Roho Mtakatifu wakasema mtufunge, si hatuwezi kuyacha tuliyoyasikia na kuyaona, hatuwezi. Hivyo haki, na wakawaacha watu wakaendelea kuokoka na kuponywa. Kamwambia wewe, mimi ninge hospitali kote madaktari wanapojifungua wawe kama hao, sawa. Mwingine ni mshirika wangu hapa, akaenda mjamzito, kufika Meta mimba haipo. Jamani, dunia hii. Ameenda kujifungua kabisa, sikia uchungu umebinuka. Kufika kule mimba hamna. Ulimwengu huu usiposimama na haki, wapendwa, hakuna huruma. Mtu akifa anasema tu amekufa, umeshangaa siku moja, ukisha siku umesahau. Unajijua wewe na Mungu. Kuua mtu sasa hivi sio tatizo. Zamani ilikuwa mpaka katoto kakifa, watu wanashangaa mpaka siku hizi sio tatizo. Ulimwengu umekwisha, umebaki kwa wenye haki. Na ndio maana wenye haki lazima tushikamane ili kusaidiana, kukaa pamoja, ili sisi kwa sisi tukimuita Bwana anasikika katikati yetu. Jamani, Bwana asifiwe. Amerudi nyumbani, mimba kubwa. Sasa kafika, wakasema twende leba. Kwenda leba, anaingia leba tu, ile tumbo alipo. Madaktari wakafunga mlango, wakasema haiwezekani, tutapasua tu tuone nini kiko ndani. Wakapasua, sio kuona kitu, sio kaona mnyoo. Wakageuka wa madaktari waliookoka, wakasema wewe ukienda kokote huyu atakufuata, kimbia sana, nenda madhabahuni kwa mchungaji. Unaona wanavyojua walioko, nenda kwa mchungaji ndipo utapona. Akakimbia kaja mpaka hapa. Yule mama kaja akasema una bahati, una bahati, nenda kwa mwalifu. Na mwalifu sikuelezi kwa mniachi. Hivi mnavyovikamata vimama vingine hapo vitu kina kungangania, unataka kiacha ni kama punje ya wali, kina wewe ukiachi. Mdogo wangu ameoa kumbe mchawi, amelalamika mpaka kwa wazazi, wakasema ni wako. Akasema namwache, akamwacha, akakimbilia Morogoro. Hajui Morogoro kule Ifakara Shimalini ndani. Amekaa huko, anakuta mtu anagonga mlango anaingia. Baba nishike mkono. Ule wimbo mnaimba nishike mkono. Utakimbilia wapi, uende wapi? Amejificha porini kule, amemwacha huko Mbeya, lakini ameenda kugonga mlango kule, hodi. Nani amemleta? Shetani utamzuia. Anaona popote, na kama alivyo Mungu, anaona wewe baharini, wewe kwenye samaki la nyangumi, anaona. Unapozini anaona, unapoiba anaona, unapoiba anaona, unapotukana na anaona. Ila anaambatana na majasi. Hata ukitenda dhambi unakumbuka kutubu.
kwa sababu huyu sio mtu, ananifuata na huko niliko. Nataka nijiue nife sasa, kama tanikuta huko. Unaona kinachotokea, uovu ndio uliomuua Yuda. Hakuwa na haki. Yote natuombea, twende kanisani mkaone chapati zitaisha na za kwenu. Ila chapati zinaisha, hela uzioni. Na hela zipo. Kama chapati zinaisha, wewe ukiwa mtu wa haki, njoo kanisani, sema mchungaji, niombe. Usiseme omba tu, ilete chapati tuiombe, na tukiomba usirudi nayo. Yaani vitu vyote vile, mtu wa haki una uwezo wa kumdai Mungu. Sikiliza wenzetu wanavyotudai. Tusisome sikiliza. Hebu tusoma tuone hiyo Zaburi 41. Zaburi 41 mstari wa 5. Soma haraka haraka. Zaburi 41 mstari wa 5. Adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Unasikia pale unapopanda cheo au unaposoma unainuka, wanakutaja kwa maneno mabaya. Tutaona huyu kama tainuka kwenye ofisi hiyo. Wewe hujui kwenye ulimwengu wa giza. Rudia. Adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Atakufa lini? Ili kazi yake ipotee. Basi maadui katika ulimwengu wanakutaja wewe. Kwa nini huyu watoto wake wanaolewa? Kwa nini huyu anazaa? Kwa nini huyu amefaulu anasoma mpaka chuo? Kwa nini huyu amepata kazi? Kwa nini akina Gudi? Kwa nini huyu ni injinia? Kwa nini huyu anakula vizuri? Kwa nini huyu ananenepa? Maadui anasema wanataja kwa maneno mabaya ili ushindwe. Ndio maana utashangaa wengine anasema huyu ni Freemason. Unaona anavyoinuka, huyu ni Freemason, ameenda kwa waganga. Wanakutaja kwa maneno mabaya. Mimi nashangaa sana. Yaani sisi ni adui. 1 2 3 4 5 6 7. Wakakaa hawa kama alivyosema ile mama, wakaunda kikundi, wakasema tuite, wakapata milioni zao 20. Wanataka kufanya mambo kwa uaminifu, kwa upole, kwa haki. Wakaanza kufanya mambo yanainuka. Tatizo wakishapata hizo hela, wanaona ni Mungu. Mwaliso haina haja naye kuita, tuombee, haina haja Mungu, ametujalia wenyewe na afya. Wanaendelea, Mungu ndo anawasubiria, anakuja kuwa komoni. Tumepata tukate kwanza 10 tupeleke. Mchungaji tuombe, tumeanza biashara ya milioni kadhaa. Tukorome. Wala na milioni kadhaa, wala milioni kadhaa. Kanisa lina utaji. Mnaenda mnarudisha, mmemiliki vya kwenu. Leo mnamiliki wapi? Mnakwenda kule kama wapagani. Mnaiba kama wapagani. Sisi mnavyoibaga nini? Ni wanaume. Mzee, tunaibiwaga. Hajaona. Wewe sasa unamaliza. Si unamaliza? Hamna kwenda biashara kweli tu wewe hapa. Kwa sababu umezoea kumwambia mwanamke, "Niambie nyanya." Tu chumvi. Si nini? Mwambie wali hapa. Haya, anaenda sokoni. Nyanya shilingi ngapi? Jero. Ongenipa za 400. Kapungwe. Yuko kukuibia. Amemaliza, amekuja kwenye mafuta. Mafuta ni hapo kakipimo hapo kama ngamia hapo 1000. Ya mnaka mwandikia ngapi? 1000. Punguzia nifanyie 700. Inabaki miaka moja. Vitunguu atakuibia, itatosha soda au sendo. Sasa unamuuliza, mbona umechelewa kuja? Vitu vimepanda bei. Vitu vina bei, yani acha tu, yani shida. Kumbe alikuwa kubembeleza. Sasa kama mwanaume mpe nyingi, aache kuchelewa. Kimpa nyingi atanunua sendo,
amekaa. Kwani ni heri ulionipa ile? Wenzako anatoka hizo hela. Na kuongeza na lia. Ina ni hela itatosha Uturuki. Wewe sijakupa ya Uturuki. Ndio maana nasema ili tusikwanzane. Wanawake, binti, fanya shughuli zenu. Uwe na hela. Na ni tukumbuke hela ya mwanamke ya kwake, ya kwangu, ya wote. Sasa tunapujwa. Siwe za kwetu sote. Maliza. Maadui ndio maana tunashindwa hali hizi tunazoenda nazo hizi. Maadui wanatutaja. Mama Neva amejaribu kuinuka ameanza kabiashara pale. Wakakusanya mahindi polisi. Yaani kwa wivu tu. Ili tu asiparatike aache shughuli zake. Kila kitu kikienda kigumu, usikate tamaa, wewe vumilia, ujue unataka kuinuka, ila uwe mwenye haki. Kulipa zaka kwa Mungu. Twende maliza. Nyakati 16 wa pili. Nyakati wa pili 16 mstari wa 9. Mwenye haki wao ataishi kwa imani. Mukaishi kwa imani, fanya kwa haki, fanya shughuli zako zote, mtumikie Mungu kwa imani. Majaribu yapinde, yaishi kwa imani, kwa uaminifu, moyo kamili, manake moyo wa haki uliothabiti. Mkitenda kwa Bwana ndipo tayari kutuinua, unatoka kwenye cheo ulicho nacho. Mithali 8:9, unatoka hapo, unatenda kwa Bwana kwa uaminifu, ndipo Bwana anaonekana. Uwe na haki, uwe mtakatifu, uwe mkweli, uwe mtumishi. Umwambie kama Ezekieli, kumbuka nilivyotenda nikikukuta jambo. Kumbuka ukoo wetu hamna neokoka. Kumbuka ukoo wetu ni mkali. Kumbuka ukoo wetu ni mkatili wa kufa wanawake. Kumbuka ukoo wetu wanaume wanakufa. Mungu kumbuka, nimeleta zaka hii. Naomba kumbuke. Mungu anaishi ukiwa na